Habari za wakati huu, natumai bila shaka unaendelea vizuri kabisa, na kwa nafasi ya kipekee sana na nzuri napenda nikukaribishe kunisikiliza somo hili nzuri. Tutakwenda kuangalia somo la kisaikolojia linaloitwa nomophobia. Nomophobia, ninapokuwa nazungumza nomophobia, ni neno linalotokana na kifupi cha maneno no mobile phone phobia. Yaani ni hofu au wasiwasi wa kukosa simu ya mkononi. Ni hali ya kisaikolojia ambapo mtu anapopoteza simu yake, kushindwa kuitumia au kutokuwa na mtandao, huathirika kihisia na kupata dalili za wasiwasi au mkazo. So nadhani utakuwa umeshaelewa maana ya nomophobia. Na hali hii katika karne hii ya teknolojia, hofu hii imeweza kuwakabili watu wengi sana. Nadhani litakuwa sio jambo jipya au geni kwako. Hata mwenyewe huenda unapitia nomophobia, hali au hofu ya kukosa simu au wasiwasi wa kukosa simu ya mkononi. Hapa tunazungumzia simu ya mkononi. Inaweza ikawa ni smartphone, inaweza ikawa ni simu ya kawaida batani, lugha iliyozoeleka wanaita visoswado. Mtu anapokuwa anakosa simu au anakuwa mbali na simu au amepoteza simu, anakuwa na wasiwasi na huzuni. Lakini pia tu sio simu, hata wakati mwingine mtu kukosa mtandao, internet, ana bando kwa siku hiyo, mtu huyu anakuwa katika ile hali ya kuwa na wasiwasi na huzuni, nasema utaishije. Nadhani mshawahi kusikia, hata mwenyewe ndio utakuwa unajiuliza itakuwaje, labda maybe imepotea, au labda unayo lakini haina mtandao, haina internet. Unaanza kujiuliza imekuwaje, itakuwaje. Unaanza kuwa na ile hofu, wasiwasi. So hiyo hali kwa lugha ya kitaalamu, kwa lugha ya kisaikolojia inaitwa nomophobia. Inawezekana ikukuta wewe au imkuta mtu wa karibu yako na kadhalika. Sasa nomophobia ina dalili au viashiria vyake ambavyo tunaweza tukagundua kwamba mtu fulani anapitia nomophobia. Tutajuaje? Au wewe mwenyewe utajuaje kwamba unapitia hiyo hali, hiyo hofu ya nomophobia, no mobile phone phobia? Utajuaje? Hapa nataka kukuonyesha viashiria kadha wa kadha ambavyo vitakuonyesha kwamba unapitia hiyo hali ya nomophobia. Moja kiashiria cha kwanza ni wasiwasi unapokosa simu. Yaani kile kitendo cha kukosa simu, unakuwa na wasiwasi mwingi sana. Hiyo ni dalili ya kwamba wewe una nomophobia. Una hofu ya kukosa simu. So hiyo ni kiashiria cha kwanza cha wasiwasi. So mtu anapokuwa mbali na simu yako, unahisi huzuni, hofu au hata kuchanganyikiwa. So hicho ni kiashiria mojawapo ya kwamba una hali hiyo ya kisaikolojia ambayo ni tatizo hilo la hofu ambayo ni nomophobia. So mtu anakuta muda mwingine hadi anachanganyikiwa. Anahisi huzuni, anahisi wasiwasi anapokuwa mbali na simu yake au unapokuwa mbali na simu yako. Lakini pia kiashiria kingine, uhitaji wa mara kwa mara wa kuangalia simu. Yaani mtu anaangalia simu mara kwa mara. Kila mara unajikuta ukiangalia simu hata kama hakuna ujumbe mpya au taarifa iliyoingia kwenye simu. Lakini unakuta tu muda wote mtu anabonyeza tu, anaangalia simu yake. Lakini hakuna hata taarifa muhimu, hakuna ujumbe wote ulioingia, lakini ule uhitaji wa mara kwa mara kuangalia simu, hiyo ni kiashiria mojawapo cha hiyo hali ya nomophobia. Lakini pia
Kiashiria cha tatu ambacho kinaweza kukaonyesha kwamba upo katika ile hali ya nomophobia, kukosa utulivu unapopoteza mtandao. Kukosa utulivu unapopoteza mtandao. Unahisi wasiwasi mkubwa unapokosa mtandao, unapokosa chaji ya simu. Sio tu kukosa mtandao, lakini pia hata kukosa chaji ya simu. Yaani chaji hii. Kwa mfano bahati mbaya umeondoka umeenda sehemu ukasahau chaji. Ukafika kule kwa unaulizia chaji yako ambayo unatumia, wao pale hawana. Wao labda unatumia smart, watu wanatumia Android, watu wana type C. Sasa unatumia chaji ya kawaida, wenzako wana type C. Ile hali ya kukosa chaji ya simu tu na yenyewe pia inaweza kukupelekea wasiwasi. Utambue kwamba au jua kwamba upo katika hiyo nomophobia. Lakini kiashiria kingine cha 4 ni kutegemea simu kwa mawasiliano yote. Yaani kila mawasiliano ni simu tu, ambapo unashindwa kuwasiliana bila kutumia simu. Kushindwa kuwasiliana bila kutumia simu hata katika hali ambazo mawasiliano yana kwa ana yanawezekana. Yaani wewe kila kitu ni kupiga simu, hata kama tu ni kutoka tu hapo kwenda kumuona ana kwa ana ni mtu ambaye ungempigia simu au ungetumia simu, ni karibu, lakini wewe unatumia mawasiliano, unategemea simu. Ni kweli tupo katika ulimwengu wa teknolojia na mawasiliano, lakini inapopita kiasi, ile hali inapozidi, ni kweli hatuwezi kujitenga na smartphone, hatuwezi kujitenga na internet katika ulimwengu huu wa ulimwengu wa karne ya 21, ulimwengu wa teknolojia. Lakini hali hii naizungumzia pale ambapo inapita kiwango, inapita kiasi. Hali ambayo inakuwa sio ya kawaida, kwamba mtu inabidi tu ungemuona, yupo tu karibu na wewe, lakini kumuona ana kwa ana wewe unategemea simu. Hiyo ni kiashiria moja hapo cha hiyo nomophobia. Lakini pia kiashiria kingine, kudhoofika kwa ufanisi wa kazi au masomo. Masomo yako yanaweza kuwa yanaathiriwa kwa sababu ya muda mwingi unaotumia kwenye simu. Ukiona hiyo hali, kazi zako hazifanyiki kwa ufanisi, rudi angalia jinsi ambavyo unakuwa katika hiyo hali ya nomophobia. Angalia, je,